Wamisri wanakuja nyuma yao, wakaogopa sana. Wana wa Israeli wakamlia Bwana, wakamwambia Musa, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri umetutoa huko ili tufe jangwani? Mbona umetutendea haya kututoa katika nchi ya Misri? Neno hili silo tuliokuambia huko Misri tukisema, tuache tuwatumikie wa Misri? Maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu, mtauona wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo. Kwa maana hawa Misri mlioona leo hamtaona tena milele. Bwana atawapigania ninyi, nani mtanyamaza kimya. Bwana akamwambia Musa, mbona unaingia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Nawe inua fimbo yako ukanyoshe mkono wako juu ya bahari na kuigawanya. Nao wana wa Israeli wakapita kati ya bahari katika nchi kavu. Nami tazama, nitafanya mioyo ya Wamisri kuwa migumu, nao wataingia na kuwafuatia. Nami nitajipatia utukufu kwa Farao na kwa jeshi lake lote, kwa magari yake na kwa wapanda farasi wake. Na Wamisri watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, nitakapokwisha kujipatia utukufu kwa Farao na magari yake na farasi zake. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali unaelekea. Kuna mahali unaelekea. Hayo unayopitia, all the things that you are passing through, hayatafanya usifike uendako. They will not prohibit you to reach where you want to go. Madeni unayoyapitia, the debts that you are passing through, hayatakuwa kikwazo, they won't be a setback cha kuzuia safari to prohibit your journey, ya kimungu, God's journey, kule uendako. to where you are going to. Mungu amekusudia God has a purpose akutoe kwenye changamoto ulizo nazo, to lift you from the challenges that you are facing, akutoe kwenye hayo madeni, to lift you from all those debts, akutoe kwenye nyumba ya kupanga, to lift you from the house that you rent, akutoe kwenye hali ya unyonge, to lift you from the situation that you are going through, kutokumiliki kiwanja wakati viwanja ni vingi, not having a land where lands are so many, kutokujenga nyumba wakati wanaojenga nyumba ni wanadamu kama wewe. not building a house where those who are building are human beings like you. Hayo ni mapito ya muda, Those are just trials and tests. yanatengeneza historia ya maisha yako. They are making up your life's history. Hata wazee wetu wa kibibilia Even our ancient fathers, walipitia hayo maisha. they passed through those kind of life. Mwanzo wao ulikuwa mwanzo wa kawaida, Their beginnings were just an ordinary beginning, kama mwanzo ulio nao. just like the beginning that you have. Mwanzoni walipitia changamoto At the first, they passed through challenges, kama vile unazozipitia wewe. just like what you're passing through. Ila neno la kinabii asubuhi ya leo, Now the prophetic word in this hayo unayopitia yana mwisho. God that you're passing through. Hizo changamoto zina mwisho. Kwa leo, He wasn't like how he is today. mwanzoni aliitwa Abraham. Initially, he was called Abraham. Alipokuwa katika huru ya Kalidayo aliitwa Abraham. When he was in the Ur of Chaldah, he was Abraham. Baada ya Mungu kukutana naye, Mungu akambadilisha jina, After God meeting with him, he changed his name. akaitwa Ibrahim, And he was called Abraham. manake baba wa baraka, Means that father of blessings. tena baraka za mataifa, And blessings of the nation. manake baba wa nyota, Means the father of stars. manake baba wa mng'ao, Means the father of shining. manake baba wa kibali Means the father of favor. kuliko mababa wote. Among all the fathers. Kwa kuwa umekutana na Mungu, Because you've met with God. Mungu anakwenda kukubadilisha. God is going to change
2026 ni mwaka wa mabadiliko. Waliofungwa wanafunguliwa, walioshindwa wanawezeshwa, walio masikini wanatajirika. Pokea hiyo roho, pokea uwezo huu. Sikiliza, imeandikwa kinywa cha makuhani kinahifadhi maarifa. Mimi nimetengwa kama kuhani wa Bwana, ambaye kinywa changu kinanena ushindi juu ya maisha yako, na ndani ya kinywa changu liko neno la Bwana, na hilo neno ni neno la baraka zako, na hilo neno ni neno la kukufufua, na hilo neno ni neno la kukufungua. Kila mtego uliokupenda na utangazia asubuhi ya leo, na utangazia tarehe ya leo, hautakuwepo tena, hautakuwepo tena, hautakuwepo tena hapo kwenye mtego. Leo ni siku njema kuliko siku zote. Unaweza kumpigia Bwana Yesu makofi na vigelegele. Kichwa cha somo kinaitwa The heading of today's topic, ushindi katika safari ya mafanikio. Victory in the journey of prosperity. Ushindi katika safari ya mafanikio. Victory in the journey of prosperity. Ni kitu muhimu sana katika maisha yako. It is very important thing in your life. Hasa kupitia wakati tulio nao. Especially in the days that we have. Na tunayoandika. I hope you have written. Kama umeandika, punga mkono mbele za Bwana. Shika mikono ya kwa damu ya Yesu. Nakataa mipaka yangu kuingiliwa na maadui. Safari yangu ya mafanikio ninakataa. Ewe adui, ewe watu wa giza, ewe watu wangu, achia. Sema, ewe adui, nataka kuvaa vizuri, nataka kula vizuri, nataka kukaa kwako, nataka kujenga, nataka kupanuka, nataka kumiliki. Achia hatima yangu. Ngoja tukimwambia Daudi, tukiwashinda mtatutumikia. Ukiwachia hao kwenye mipaka ya safari ya mafanikio, utawatumikia. Utaishi wanavyotaka, utakula wanavyotaka, utatembea wanavyotaka, utakuwa na mwelekeo vile wanavyotaka. Lakini ukipinga na kukataa, utakuwa umepanda farasi, utaondoka kwa mwondoko wa kimbingu katika jina la Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Sema, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, nataka kufunguliwa, nataka kufunguliwa, nataka kufunguliwa katika jina la Yesu. Hebu tuanze na ushuhuda kabla sijafungua. Haujachoka wewe. Kwa damu ya Yesu nakataa mipaka yangu kuingiliwa na maadui. Safari yangu ya mafanikio ninakataa. Ewe adui, ewe watu wa giza, ewe watu wangu, achia. Sema, ewe adui, nataka kuvaa vizuri,
Ukiwachia hao kwenye mipaka ya safari ya mafanikio, utawatumikia. Utaishi wanavyotaka, utakula wanavyotaka, utatembea wanavyotaka, utakuwa na mwelekeo vile wanavyotaka. Lakini ukipinga na kukataa, utakuwa umepanda farasi, utaondoka kwa mwondoko wa kimbingu katika jina la Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Sema kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, nataka kufunguliwa, nataka kufunguliwa, nataka kufunguliwa katika jina la Yesu. Hebu tuanze na ushuhuda kabla sijafungua. Akuwa hivi, mnaona sura yake imerudi. Yaani wengine hata kupiga makofi mpaka walipe. Amuinui mimi, mnamuinua Mungu aliyetenda kwa ajili yangu. Mimi huyu binti namfahamu siku za nyuma, lakini siku amekuja nyumbani alipokuwa amebana kwenye kona, nilimpotea. Baada ya kwanza kueleza jina, kueleza na kwa babake, ndio nikatambua kwamba ni fulani. Hakuwa hivi, alikuwa kituko. Alikuwa hapo kumkusanya mweke kwenye lango, hawezi kujaa. Lakini amekuwa hivi ni kwa ajili utukufu wake. Na huyu alikuwa amefunga vifungo vya ajabu. Alikuwa amefunga vifungo vya ajabu. Lakini Yesu wa madhabahu hii amemfungua. Aliyemfungua huyu atakufungua na wewe. Wakati kufunguliwa. Hebu temaiko ashuhudie kidogo. Huyu alikuwa anatumikishwa na kuzimu. Na kuzimu alikuwa ni mtu mkubwa, alikuwa anafanya mambo mengi. Lakini duniani alikuwa afanya kitu chochote. Hii ni kizuri. Fire! Fire! Megina makokoro bokenda. Kaka! Achia hatua zake. Achia afya. Achia afya. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu ninakuhukumu. Mwachie. 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 Nenda kuzimu. Nenda chini. Nenda chini. Nenda chini. Nenda chini. Nenda. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nenda. Nenda kuzimu. Mungu anapigana na mashetani. Mungu anapigana na mashetani. Mungu anapigana na mashetani. Mungu anapigana na mashetani. Fire! Fire! Mji umewaka moto. Kijiwe chenu kimewaka moto. Fire! Nenda msika kanenda kuzimu. Wewe, nenda kakae kule. Wewe, nenda kakae kule. Mnapenda biza watu wanapofunguliwa mnacheka cheka. Kakae nyuma kwenye miti vile, usimame hapo. Yesu achekesha anapowasaidia watu. Roho ya ushindi uendelee mafanikio yako. Kila roho ya kupinga safari ya mafanikio, fire! Toka nchi. Toka roho ya kupinga mafanikio, roho ya mauti, roho ya mifungo,